worship you, our Master. We worship you, our King. We are here to say we love you. We adore you, the Lord. Over Kamukunji, over Nairobi City, over Nairobi County, over Kenya. We worship you. Thank you, Lord. Can we celebrate the Lord with a clap of hands? You can put the hand Kamukunji. We give you praise, our God. Thank you. God bless you. Amen. You can take your seat. Thank you so much, worship team, for leading us in that powerful session of worship. Wow, Bwana asifiwe sana. Ni baraka kuwa hapa siku ya leo. Church Without Walls iko Kamukunji. Amen. Na kwa hivyo tunawakaribisha wale tuko hapa, wale wanaotutazama from different parts of the country and different parts of the world. Hapa tuko katikati ya jiji la Nairobi. Wafanyi biashara wa Kamukunji wameandaa siku yao ya maombi na shukurani mbele za Bwana. Na hii ni baraka kubwa ya kwamba Kenya is worshiping Jesus. Praise the name of the living God. Kwa hivyo mahali popote ulipo, kama unaweza usinipungie tu mkono wako tusalimiane kwa hewa. Haleluya. Kuna watu wengi pande hii, wengine wako pande hii, kila upande. Mungu awabariki sana. Na hata wale wamejiunga nasi kupitia mitandao na radio na TV ya mbci. Mimi naitwa Apostle John Kimani Williams. Kando na kuhubiri, ninampenda huyu Mungu kwa sababu ya upendo ambao amenionyesha katika maisha yangu. Ninatamani kumtumikia na ninatamani pia ajulikane katika kizazi changu. Kwa sababu wale watu tunaongea juu yao, akina Petero na Peter na Ezekiel na Jeremiah hawako. Sisi ndio tunaomsimamia Mungu katika kizazi hiki. Na kwa hivyo ninaomba Mungu anisaidie kusimama na kufanya jina lake likapate kutukuzwa na ikajulikane ya kwamba yeye ni yule jana na leo na hata milele. Mungu wetu hajazeeka, hajapungukiwa na nguvu. Mambo aliyoyatenda miaka ya Danieli, praise the name of the living God, na Shadrach na Meshach na Abednego, hata sasa anatenda. Kwa hivyo ningependa kukuencourage, achilia imani yako na Mungu atakubariki. Ningependa kutambua watumishi wote wa Mungu walio katika mkutano huu. Maybe itaweza kuwa na introduction baadaye, wakiongozwa na mke wangu Reverend Naomi ambaye yako hapa. Praise the name of the living God. Nitauliza all the pastors and all the bishops waweze kusimama. Maybe we'll have a better introduction. Naona tuko na uwasia nganga, tuko na wachungaji wetu hapa, kina Pastor Elisha, Pastor Ivan. Simameni tafadhali, na wengine wako pande hii hawajasimama na ninawaona. Praise the name of the living God. Na wengine pande hii, tuwapigie watumishi wote wa Mungu wengine pande hii. God bless you. Asanteni kwa kuja. Najua tutapata nafasi ya introduction baadaye. Ninajua pia tuko na guest worship ministers, tutaweza kuwapatia nafasi baadaye. Praise the name of the living God. Pia tungependa kutambua MP wa eneo hili la Kamukunji ambaye ako pamoja nasi, Mheshimiwa Amos Mwango. God bless you so much. Asante sana Mheshimiwa kwa kuja kuwa pamoja nasi, kwa sababu hii ni eneo lako, na kama vile umeniambia wewe umetoka eneo hili na Mungu amekuinua kutoka hapa, na tunashukuru. Nimejuana na your mom and it is nice meeting you today. Praise the name of the living God. Pia we would like to celebrate the organizing committee of this prayer meeting ambayo inaongozwa na Chairman Peter Muturi. I will request the organizing committee once again, tafadhali simameni. Reverend NJERU, simama haraka. The whole committee simameni. We celebrate you for the good work. God bless you so much.
In Jesus name. Asanteni kwa kazi njema ambayo mmeweza kuifanya. Pia najua tuko na waombezi wamekuja hapa na watu wengi ambao pia pengine sio wafanyi biashara wa hapa Kamukunji. Wengine nimeona ni wafanyi biashara wa kwetu kule Nakuru. Nimeona chairman wetu ambaye anaongoza wafanyi biashara kwa hapa. Nafikiria amekuja kufanya benchmarking. Praise the name of the living God. Na ninaamini ya kwamba kama vile nilivyosema, tunatamani church without walls sasa itoke pale Nakuru, ianze kuingia miji tofauti, ianze kuingia mataifa tofauti. Glory to God. Bwana apewe sifa tunapoendelea kumwabudu Bwana. Kwa hivyo nawakaribisha na ningependa ufungue moyo wako. Mimi naamini ya kwamba Mungu hajawahi kusanya watu wake kule. Na vile mmefanya, hiki ni kitendo cha heshima kubwa, kufunga biashara zenu, kukusanyika hapa. Wengine maybe where you are seated may not be very comfortable. Naona tuko na hema, wengine wako kwa jua, lakini mahali popote ulipo, I want you to open your heart and God will bless you. Praise the name of the living God. I think now sasa Kenya mahali ambapo tumefika, there is no one who can ignore the power of prayer. Amen. Hakuna mtu anaweza kudharau nguvu za maombi. Tulipoanza kuzunguka na kuombea taifa hili zaidi ya miaka 10 iliyokwisha, kuna watu hawangeweza kuelewa. Lakini siku ya leo hakuna mtu ajui ya kwamba kuna Mungu juu mbinguni na anajibu maombi. Naomba ajibu kilio chako mahali popote ulipo siku ya leo, akutane na wewe. Mahali haungeweza kuingia kwa nguvu zako, Mungu akuingize kwa nguvu zake na kwa neema yake. Bwana asifiwe sana. Ningependa kuwaletea message ambayo Roho wa Mungu ameweka ndani yangu. Mimi huwa namtegemea sana Roho Mtakatifu wakati napohubiri, kwa sababu kuna mambo mengi ya kuhubiri, lakini Roho wa Mungu huwa na neno la kila wakati. Praise the name of the living God. Na neno lile ambalo nitaweza kushiriki katika mkutano huu ni the greatness of worship. The greatness. Can somebody say the greatness of worship? Sema ukuu wa kuabudu. Bwana apewe sifa. Siku ya leo ningependa nifundishe na baadaye tuombe, na ningependa kufundisha juu ya ukuu wa kuabudu. Nimekuwa sana naongea juu ya neno la Mungu katika Mathayo 13 mstari wa 11, ambalo Yesu alisema ya kwamba it has been given unto you to understand the secrets or the mysteries of the kingdom of God. Wapendwa, ni vizuri kujua ufalme huu unafanya kazi namna gani. Siku zile ambazo tulisimama na kusema mimi ni wa dini hii, mimi ni wa dini ile, siku hizo zinakwisha. Kwa sababu hata Yesu alisema Waefeso 4:11 ya kwamba wakati watu watafundishwa, watafika katika umoja wa imani. Siku zile tuliona makanisa mengine yanapiga Roho Mtakatifu na mengine yanakubali Roho Mtakatifu. Hizo siku zimeisha, kwa sababu kanisa linakuwa katika mafundisho na linafika katika the unity of the faith, kujua tunaamini nini. Na hii sio mambo ya kanisa lile ama lile lingine. Na ninashukuru sana kwa Mungu kunipa nafasi na nafasi ambayo ametupa kama watumishi wa Mungu, especially to reach out to the body of Christ. Mimi mwaka wa 2008 Mungu alinizungumzia akaniambia, usifungue makanisa, jenga huduma itakao hudumia mwili wa Kristo. Huduma yetu ya Kingdom Seekers, wengi wanajua tungekuwa na makanisa mengi. Tuko na makanisa kama 25 peke yake, tungekuwa na hundreds of churches. Lakini kwa sababu ya kutii hilo neno, nikaanza kutii na kujenga huduma itakayo hudumia mwili wa Kristo. Na kwa hivyo sisi katika huduma hii yetu ya Kingdom Seekers tuko na huduma ya mbci. Wengi wametujua wakati wa COVID,
lakini mbci ilianza mwaka wa 2008, tukawacha kufungua makanisa na Mungu akatusaidia kufungua kituo cha redio na TV, tukajenga mlima wa Heaven's Gate Prayer Mountain, tukaweza kununua vyombo vya kuhubiri Injili. Tuko na hema ambayo inaweza kaa watu 7,000, tuko na viti, tuko na magari makubwa ya kubeba hizo vitu. Tumezunguka karibu kila kaunti katika taifa hili. Tumeenda mataifa kama Burundi na hiyo hema, na tunaamini ya kwamba tutaenda hata mataifa mengi ya Afrika. Na kwa hivyo mimi napenda watu wa Mungu, haijalishi rangi, haijalishi dini, haijalishi kabila, na zaidi na nipenda taifa letu. Praise the name of the living God. Na ni mapenzi ya Mungu atoe watu tu katika hali ya kusema mimi ni wa dini fulani, na alete watu katika ile hali ya kusema niko na ushirika wa kibinafsi na Mungu, na ninajua mambo yale yanaweza kufanya kazi kwangu, iwe ni maombi, iwe ni kufunga, iwe ni kutoa. Wewe ni mtu anaelewa kanuni za ufalme huu. Na siku ya leo ninapoongea juu ya the greatness of worship, na jua ninaongea nikiongea na wafanyi biashara. Praise the name of the living God. Hata NJERU uko hapa. Praise the name of the living God. Utatuimbia ile wimbo yangu ambayo inasemanga tutika uma wako. Wanatoa ni moto tutika uma kwa gani. Praise the name of the living God. Hallelujah. Nilikuwa nasema nini? Nilikuwa nasema hivi, lazima, najua nazungumzia wafanyi biashara, na ujumbe huu utakusaidia kwa sababu ningetaka ujue ya kwamba kuna sheria za kiroho ambazo hufanya watu wainuliwe katika maisha haya. Kuna sheria za kiroho ambazo hupatia watu utajiri, na kuna watu ambao hawako katika dini ya Kikristo, lakini kuna sheria za kiroho wanaelewa. Unajua shetani anajua sheria za kiroho ambazo zinaweza kufanya kazi. Ukiangalia watu kama hata kama ni wa kabila la Kihindi, wakienda mahali katika mji, huwa wanatafuta maskini wanawasaidia. Wengine nimeshaikutana na wao hata kwa mji wetu, wanazunguka mji hata bila viatu ndio waweze kumiliki. Kama vile Joshua aliambiwa, mahali utakanyanga nitakupatia. Wewe tu kiwa unalala usingizi. Kuna watu wanajua sheria za kiroho na wanazitumia, na zinawapatia faida. Zinaweza kosa kuwapatia uzima wa milele, because Jesus said I'm the way, the truth and the life. Lakini kumbuka ya kwamba hata kama tunaenda mbinguni, tuko dunia hii. Unahitaji kula, unahitaji kuvaa, unahitaji nyumba ya kuishi. Praise the name of the living God. Siku hizi ile tulikuwa tunaimba nyimbo za kusema gogo kanyume no jikarelera ine. Hizo siku zimeisha. Owo ikarelera ine ukore migoda ni yoibo. Praise the name of the living God. Hallelujah. Lazima nawe ujinyakulie kitu, upate mahali pa kukaa na uachie watoto wako urithi. Praise the name of the living God. Hallelujah. So lazima hata tunapoenda mbinguni tuwe na faida hapa duniani. Kule Nakuru tunajenga ile tunaita Kingdom City, na Kingdom City itakuwa na nyumba zaidi ya 5,000 ambazo watu watakuja kuishi pale. Sisi ni watu wa kiroho sana, lakini pia tunataka kuwa wa faida hapa duniani. Hizo nyumba zinajengwa katika shamba ya eka 500. Tunafanya hivyo kwa nini? Kwa sababu maombi sio mwisho. Maombi ni njia ya kukuingiza mahali fulani ambapo unatafuta kuingia. Praise the name of the living God. Tunapoongea juu ya the greatness of worship, ningetaka tusome neno la Mungu katika kitabu cha Matthew, tuanzie pale. The greatness of worship. Glory to God. Matthew, if you're there, I'm going to read. I'm reading Matthew chapter 4 from verse 7. Jesus answered, Jesus answered him, it is also written, do not put the Lord your God
to test. Again, the devil took him in a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. All this I will give you, he said, if you will bow down and worship me. Jesus said to him, away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve him only. Then the devil left him, and angels came and attended him. Nimesema hivi, shetani anajua sheria za kiroho. Na wakati alipomjaribu Yesu, jaribu moja ambalo alilomjaribu nalo ni la kumwambia, basi niinamie uniabudu. Na akampeleka mahali juu. Hii sio mlimani wa kimwili. It is in the spirit, because kwani angewezaje kuwa na miliki na falme zote za dunia hii? Akaonyeshwa miliki na falme na utukufu wa falme za dunia hii. Shetani akamwambia, hizi zote nitakupatia kama utaniinamia na kuniabudu. Shetani alikuwa anamwambia the key to prosperity and dominion in this world is worship. Praise the name of the living God. Shetani alikuwa anamwambia kifunguo cha utajiri na kumiliki katika dunia hii ni kuabudu. Lakini Yesu akamwambia, hata kama ni kuabudu, mimi sitakuabudu, kwa sababu neno la Mungu limenikanya ya kwamba usimwabudu mwingine yeyote ila Mungu wa mbinguni. Unaona, Yesu hakumwambia hana, wewe hauwezi kunipatia kitu hata nikikuabudu. Hakumwambia hizi vitu hauna uwezo wa kumpatia. Jesus did not argue about the devil having the ability to give you the splendor of this world as long as you worship him. As long as you worship the devil. Yesu hakukataa. Lakini kile alichokataa, yeye alisema kukuabudu hata kama uko na uwezo wa kunipatia utajiri, hata kama uko na uwezo wa kunipatia hizi milki na falme za hapa duniani, kile nitafanya, sitakuabudu. Lakini Yesu hakukataa ya kwamba what is worship? Worship is when you reverence a deity, ama wakati unapoinamia kile ambacho unachoamini ndicho Mungu wako na unakipatia heshima yote na moyo wako wote. Praise the name of the living God. Hallelujah. Lakini shetani alikuwa anasema kwa ufupi katika hiyo andiko, there is greatness in worship. When people worship, it doesn't matter what they worship. When people are dedicated to worship a deity, a God, they bow down in an altar. That altar has the capacity to cause them to rise. Praise the name of the living God. Greatness. You know, lazima tuelewe sheria za kiroho na vile mambo ya kiroho huwa yanafanyika. Useme ya kwamba mizimu haifanyi kazi, uchawi haufanyi kazi. Na tunajua kuna watu wanatumia uchawi, kuna watu wamefuga nyoka, kuna watu wamefuga wanyama wengine na vitu zingine na wametajirika. There is greatness in worship. Tumeona hata watu wengine, dini zingine ambazo wao hawana. Unajua kitu moja sisi tuko nacho wa Kristo na itabidi Mungu atukomboe, ni kuwaipikia Mungu wakati Mungu ametuinua. You know, two cannot work together unless they agree. One of the covenants I made with God, nilimwambia Mungu, haijalishi utaniinua kiwango gani, hata kama nitakuwa mbele ya wafalme, sitaaibika kupiga magoti, hata kulala chini.
Wakati mwingine inakaa aibu, kwa sababu wewe ni mtu mkubwa, kwa sababu wewe ni mwenye mali, kwa sababu wewe ni mwenye cheo. Lakini kamwambia Mungu, mimi sitawahi kukubakaibikia. I will never be ashamed to worship you. Praise the name of the living God. Wakristo wengi wakibarikiwa, wakiinuliwa na Mungu, wanaaibika kuendelea kumwabudu Mungu. Ilhali Biblia inasema hata mbinguni, the angels, the 24 elders, they threw their crowns, praise the name of the living God, hallelujah, before the throne. Na wanasema mtakatifu, mtakatifu ni wewe Mungu wa mbinguni. Hawaaibiki kupiga magoti yao, hawaaibiki kulala mbele ya Bwana wa majeshi. They are not ashamed to remove their crowns. Some of us, when we receive crowns in this life, even though we are believers, we are not able to throw our crowns before the throne and worship our Master. Praise the name of the living God. Hallelujah. Mimi nimeangalia, ukiangalia kama dini ya Uislamu, kuna wakati mmoja nilienda Mombasa, nilikuwa nataka kununua gari. Ni miaka kadhaa imeisha, I think zaidi ya 10. Na ile gari nilikuwa ninanunua ilikuwa ina cost 2.8 million. Nikazunguka sehemu tofauti, tulikuwa watu kadhaa, na kwa sababu tulikuwa tumeenda na tununue gari na turudi naye. Tulipoona kama saa 7 imefika, ikabidi sasa lazima to make a decision ile gari tutakayonunua. Na tukasema tununue gari ile, tulipata mahali fulani tuko na kadi. Sasa tukapigia yule mwenyewe na tukamwambia tumeamua kuchukua hii gari na tunakuja. Yeye naye akatuambia tafadhali, naenda kuomba, naenda kusalimu. Anasema naenda kufanya nini? Kusali, kuswali. Akasema naenda kuswali bwana, naenda kuswali bwana. Nikamwambia hapana, nakuja kuchukua gari. Ile ulisema ya 2.8 million. Akasema naenda kuswali bwana, naenda kuswali bwana. Akazima simu. Hebu niambie kama ni Njoroge. Umwambie, praise the name of the living God, ati nakuja kuchukua hiyo gari. Atakwambia naenda rancha wa shauri yako, ama ni masaa yangu ya kuomba. Njoroge atakwambia niko hapa full time. Hata Njoroge akiwa pastor anaweza kupatia mshirika ibada aende hubiri. Praise the name of the living God. Na ugeka huwa ni NJERU. Jina Bwana lipewe sifa. Lakini huyu mtu anajua his greatness has come through worship. Na utamkuta kule akipiga magoti, wengine hata wako na alama hapa, kwa sababu hiyo kuabudu ni ya maana sana kwake. Nimeenda sehemu kama Dubai, unakuta wakati mwingine wanafunga barabara vile tumefunga, kwa sababu hawezi toshea katika misikiti. Siku moja nikawa hapa Langata Road, kulikuwa na traffic, nikaona mtu amesimamisha gari kwa pavement, akatoka na watoto wake, akatoa mat, akaanza kuswali pale pale. Tuko kwa jam, lakini kwa sababu masaa yake imefika, haijalishi mahali ako. Praise the name of the living God. Enda katika nyumba nyingi hapa Isli na sehemu zingine, utakuta ya kwamba wameweka mahali pa kuabudu. Praise the name of the living God. Lakini Njoroge akijenga zake, ishi shoda ishi huko lidia. Ado madhima kawaeleka nila. Hizi zote ni za kodisha, watu waende wakaombe wapi? Hata kupatia Mungu kasehemu kidogo. Wengi wenu hata mkijenga nyumba, haina mahali umetenga pa kuombea. Ni mahali tunaikoombe, ninaikoombe. Praise the name of the living God. Hii ni store, hii ni parking. Lakini hakuna mahali pametengwa pa kuabudia
kumwabudia Mungu, whereas there is greatness in worship. Ninashukuru Mungu, na hatutaki kuingiza siasa, lakini niliona wakati rais wetu William Samoei Ruto alishinda uchaguzi, na baadaye kukawa na mambo ya Supreme Court, na baadaye Supreme Court ikatangaza ameshinda. Wakati walikuwa kwa nyumba, niona hiyo video, anaenda kwa magoti. Watu wengine walikuwa wanafikiria anasimama pengine asherekee. Sasa wakati waliona ameenda kwa magoti, wengine ikabidi lazima wapige magoti by force. Jina Bwana lipewe sifa, kwa sababu hawajazoea hivyo. Lakini nataka niwaambie wapendwa, there is greatness that comes from worship. Most of the rich people on earth, they are ardent worshipers. It doesn't matter what they worship, but they are committed to their worship. Praise the name of the living God. They are committed to their worship. Every time you are committed to your worship will manifest your greatness. Praise the name of the living God. Hallelujah. That is the key to prosperity and dominion in this earth. It is worship. Because when God created man, He created man and put him in the Garden of Eden that he may worship God. That is why even in the Bible you see after a few generations, hata kama walifukuzwa katika shamba la Edeni, utaona ya kwamba men continue to worship and to call upon the name of the Lord, because it is a principle that was taught from the Garden of Eden, that you are here to worship the Lord your God. Praise the name of the living God. Every time kama unataka kifunguo cha utajiri, hata cha mamlaka, wakuu wote wa dunia hii, kuna kitu wanainamia. Iwe ni nyoka wamefuga, iwe ni majini wameweka, ama wanainamia Mungu wa mbinguni. Hii dunia usidanganywe, kuna kiwango cha utajiri hauwezi ingia bure. Hauwezi. Hata ulimwengu wa rohoni kunajulikana ya kwamba kuna viwango ndio upite. License unaabudu nani? Na ukisema mimi siabudu chochote, unaambiwa haupiti. Kwa sababu greatness ya maisha haya iwe ni cheo. Bwana apewe sifa. Wewe unacheza, lakini kama ungepata ufunuo hata ya wakubwa wengi dunia hii, they are worshipers. They bow before something. You cannot rise in this life if you are not a worshiper. That is why hata wakati Musa alienda kukomboa wana wa Israeli kule Misri, alikuwa anaambiwa amka mapema, kutana na Farao. Akienda kwa Libanayo, alikuwa anaenda Libanayo kufanya nini? Kuabudu. So Moses alikuwa anaambiwa go and confront the powers ambazo Farao anatumia. Kwa sababu gani? No matter who or what you worship, there is one who is greater than them all, and he is the creator of heaven and earth, and he is our God. The earth and the fullness thereof belongs unto him. Praise the name of the living God. Kuna mganga ukienda kwake umwambie unataka kuwa milionea, atakupatia lifao. Atakwambia hii kama madhabahu yangu inaweza kukufikisha 1,100. Kwa hivyo kama umefika 1,100, pengine nikupatie lifao. Praise the name of the living God, kwa mwingine ambaye ako na nguvu kuniliko. Jina Bwana. Deities are limited. Miungu inayoabudiwa katika dunia hii iko na viwango, iko na kipimo, ni moja tu
ambaye ndiye Mungu wa mbinguni, huyo hana kipimo. Anawe alimwambia Daudi, nilikuchagua ulipokuwa unafuata kondoo, na nikasema nitakufanya mfalme, na sio tu mfalme, utakuwa na jina kubwa kama ya wale wafalme wakubwa hapa duniani, kwa sababu Mungu wa mbinguni hana kipimo, hana mipaka. Praise the name of the living God. There is greatness in worship. Nataka kusoma in the book of Daniel chapter 6. Na Daniel chapter 6 inatufundisha vile Danieli aliweza kuinuka katika ufalme mwingine ambao hata hawakumwamini Mungu wa mbinguni, lakini kwa sababu Danieli alikuwa anajua kuabudu, bado aliinuka katika ule ufalme. Biblia inasema ya kwamba kulichaguliwa viongozi 120 na baadaye hao 120 kuchaguliwa watatu wa kusimamia wale 120, na Danieli akawa mmoja. So Daniel was like a prime minister. Alikuwa mtu mkubwa na watu wakamuonea wivu na wakaanza kumwendea. Wacha some from verse 4, Daniel 6:4. The Bible says, at this the administrators and the satraps tried to find ground for charges against Daniel in his conduct of government affairs, but they were unable to do so. They could find no corruption in him, because he was trustworthy and neither corrupt or negligent. Finally, these men say, we will never find any basis for charges against this man Daniel, unless it has something to do with the law of his God. So these administrators and satraps went as a group to the king and said, may King Darius live forever. The lawyer administrators, prefects, satraps, advisors, and governors have all agreed that the king should issue an edict and enforce a decree that anyone who prays to any god or human being during the next 30 days, except you, your majesty, will be thrown into the lions of death, into the lions' den. Now, your majesty, issue decree and put in writing, so that it cannot be altered, in accordance with the law of the Medes and Persians, which cannot be appealed. So King Darius put the decree in writing. Verse 10 sikiza vizuri. Now, when Daniel learned that the decree had been published, he went home to his upstairs room. He had a prayer room where the windows opened toward Jerusalem. 3 times a day he got down on his knees and prayed, giving thanks to his God, just as he had done before. Then these men went as a group and found Daniel praying and asking God for help. So they went to the king and spoke to him, and his royal decree. Did you not publish a decree that during the next 30 days, anyone who prays to any other god or human, any god or human being except to you, your majesty, will be thrown into the lion's den? Praise the name of the living God. Hapa tunaona chuki, wivu. Mpendwa, wakati Mungu anakubariki sio kila mtu atafurahi. Wakati waliona Danieli amefanywa mkubwa sana, wakasema huyu jamaa tunawezaje kumleta chini? Walipomfuata wakasema huyu mtu hana corruption, sio negligent, anafanya kazi yake kwa bidii. May God raise believers ambao they are not corrupt, ambao they are not negligent. Praise the name of the living God. Wakasema ukitaka kupata makosa kwa Danieli, pengine umtafute kwa kuabudu Mungu wake. Praise the name of the living God. Hallelujah. Na wakajua kwamba Daniel is a true worshiper. The Bible says, Jesus said, wakati kutana mwanamke pale kisimani,
ya kwamba hamtaabudu milimani, hamtaabudu Jerusalem, but God is looking for them who will worship him in truth and in spirit. God is in search of true worshipers. Kama kuna kitu Mungu anatafuta watu waabuduo wa kweli. Unajua hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha ukiona wengine hata tunaabudu Mungu na tunanyenyekea sana kanisani, we are not humble. We are just humbled by our problems. Watu wengi sio ati unaona wanapiga magoti ni kunyenyekea sana, ni kunyenyekezwa na shida na landlord na shida za maisha zinakufanya upige magoti bila kujua umepiga magoti, mpaka unaangalia Biblia bado ni dhina shida. Watu wale wanaweza kuabudu Mungu bila shida. Anasimamisha gari hapo, Mercedes, Range Rover, Land Cruiser, anaingia anapiga magoti kuabudu. Ni wachache. Many people are not true worshipers. Many people are forced to worship by the challenges, by the problems they are going through in their life. Yesu akasema, the Father is seeking them that are going to worship him in truth and in spirit. Yani Mungu akiona Kimani amepiga magoti, anajua huyu sio gari anatafuta, huyu sio cheo anatafuta, huyu sio deni imemkaza. Hapana, huyu ananipenda. Na Mungu akiona umempatia moyo wake, hakuna kitu. Mungu akiona umempatia moyo wako, ya kwamba baada ya kupata vitu vyote bado unasema wewe Mungu ndiyo kitu changu cha dhamana kuliko manyumba, kuliko cheo, kuliko mali. Mungu akiona umefika hapo, ataendelea kukuongezea, ataendelea kukuinua, kwa sababu Mungu amepoteza watu wengi sana kwa kuwabariki. Kuna wakati mmoja nilikuwa nalilia Mungu, nikamwambia Mungu, si unibariki, si uniinue. Roho wa Mungu akaniambia, kwanza tubu, kwa sababu ya wale wengi niliobariki na nikawainua wakaniwacha. Roho wa Mungu akona huzuni, kwa sababu wengi walinyenyekea wakati hawakuwa na kitu, waliabudu. Ni lini tutapata watu kama Daudi? Wakati Daudi ni Psalm 132 alipofanyika mfalme, alisema siingii kwa nyumba, siingii kwa kitanda, sipatii kope za macho yangu usingizi. Lazima nimtafutie Mungu mahali. Nyumba yake imekuwa kwa hema. Sanduku la agano wakati wa Saulo, hakuna mtu anajali. Hakuna mtu anajali kama kuna uwepo wa Bwana ama hakuna uwepo. Hakuna mtu anajali kama tuna Mungu ama hatuna Mungu. Watu wanataka tu kuendelea na maisha. Daudi akasema, hata kama mimi ni mfalme, I am a man after God. Oh, Daudi alidhamini Mungu kuliko cheo, Mungu kuliko mali yake. Those are the true worshipers. Wachana na Saul na binti yake Micho. Alipomwangalia Daudi anaimba mpaka nguo zinainuka, akamwambia, wewe baraguni mfalme, unaimba mpaka unatoa nguo mbele ya wajakazi. Daudi akamwambia, sikuwa ninaimba mbele ya baba yako, sio yeye aliyenifanya mfalme, ni Mungu ambaye alinifanya mfalme. Nilikuwa ninaimba kiwa mbele yake. Amen. Praise the name of the living God. Daudi akamwambia, mimi siwezi kuinukia Mungu. Biblia inasema Mungu akampiga Micho na utasa, kwa sababu wale wanakataa kuabudu. Barrenness is their portion. Praise the name of the living God. If you desire to be fruitful in this life, become a worshiper. Wapendwa, ni tangu lini Mungu atapata watu ya kwamba unaweza piga magoti kwa street na uogopi machozi yako kulia?
That is where God is taking us. That we can kneel in the streets of the city as we worship God without fear, not being ashamed. Praise the name of the living God. Hallelujah. Casting our crowns. Haujali cheo chako, haujali mali yako. Ndiyo Mungu amekubariki, lakini unamsema huyu Mungu aliyenibariki. Angalia vile watu huwa wanaimba kwa disco, kwa virabu, lakini angalia watu wale wamebarikiwa wakiwa kwa kanisani. Na hapo sanajua hapa waheshimiwa huwa wanapiga makofi namna gani? Ni kama mikono iko na problem. Praise the name of the living God. Hallelujah. Ninashukuru juzi niona mheshimiwa mmoja wa kwetu women rep kwa ibada akisifu, mpaka akaambia watu wa media, mnakataa kunyonyeshana nikisifu Mungu hapa. Praise the name of the living God. Na ninajua mahali Mungu amenitoa. Kuna watu ambao Mungu anainua, and these people are worshipers. Let me tell you, you are going to see the greatness in this nation, because God is raising true worshipers. Praise the name of the living God. People who are not going to be ashamed. They can cry, they can shout, they can rejoice, they can jump like David. Praise the name of the living God. Not before any man, but before the King of kings and the Lord of lords. Because even angels and the 24 elders, they worship, they bow before him, because he is worthy of worship. The Bible says in Psalms 22 and verse 3 that God dwells in the praises of his people. When you worship God, you build a throne for him to come down. Praise the name of the living God. Hata sisi wahubiri tukipata majina makubwa, mambo ya kuabudu Mungu na kujiachilia inaondoka. Unakuwa wewe si ule mhubiri ambaye angekaa na handkerchief anamdia Mungu, anaenda kwa magoti anaomba. Sasa unakuwa mtu mwingine ambaye ni kama mna compete na Mungu, kwa sababu na wewe unakaa pale kama kamungu kadogo kanataka kuabudiwa. Na Mungu huyu naye ni mwenye wivu. Anasema I will not share my glory with any man. Kama nimekuinua na hautanipa utukufu, nitakuleta chini kama Nebukadneza. God cannot share his glory with any man. Mungu anatafuta watu kama Danieli. Danieli wakati alijua ya kwamba kumeandikwa na mfalme ameweka muhuri ya kwamba hakuna Mungu mwingine wala wanadamu atakayeabudiwa ila Darius mfalme. Wakati Danieli alijua mambo haya yote, na huyu ndiye mfalme amempatia cheo, Danieli alienda kwa nyumba yake, akaenda akapanda stairs, akaingia kwa upper room yake, akafungua madirisha kama vile alivyozoea, akapiga magoti yake, akaanza kumwambia Mungu, ni asante. Mimi sikuja hapa duniani na kitu. Mimi hata sistahili chochote. Ni wewe umeniinua. Wakitaka kuchukua hiki cheo wachukue. Wakitaka kuchukua mali wachukue. Wakitaka kuchukua uhai wangu wachukue. Nitakuja kwako. Praise the name of the living God. Mimi siogopi wale wanaoweza haribu mwili. Mimi naogopa wewe uwezaye kuharibu mwili na roho ukaitupa jehanamu. Praise the name of the living God. Walipomfuata Danieli, wakaona Danieli kama kawaida hajawacha kumwabudu Mungu, hajatishika, hajaogopa. Wakashindwa, huyu ni mtu aina gani? Haogopi kupoteza cheo, haogopi mfalme. Huyu ni mtu aina gani? Danieli akasema, mimi sina changu, nilikuja hapa duniani uchi na tutatoka hapa bila kitu. Mungu, kama nitauawa, kama
nitatupwa katika tundu la simba, nitupwe. Naye Mungu akamwambia Danieli, sio kama wewe huwa ninakubalia wakufe. Wale wanaoniabudu, wale wanaoniheshimu kama wewe, hawawezi malizwa na wanadamu, hawawezi malizwa na uchawi. Wenye wivu hata wakiinuka sitawakubalia. Kuna Mungu juu mbinguni akiona you are a worshiper. Praise the name of the living God. Anakuja kwako, anakutetea, anakupigania, kwa sababu anatafuta, anasema nitapata wapi yule atakaye niabudu katika kweli na katika roho. Praise the name of the living God. Mfalme hakutaka kutupa Danieli katika tundu la simba, lakini hata hivyo akasema, kwa sababu niweka muhuri, Danieli na achukuliwe, atupwe katika tundu la simba. Danieli akaenda akatupwa pale. Wale ni simba wamefungiwa, wako na njaa. Ilikuwa ni njia moja ya execution, ya kufanyiwa hukumu na mfalme. Wakati mwingine hata watu wangerushwa na watu wanakaa kule kwa galleries, wanaangalia vile mtu anavyolaruliwa. Lakini wakati Danieli alipotupwa katika tundu la simba, Danieli alipofika pale, simba wakaenda wakamnusa. The Bible says all things serve you, all things worship you. Jua na mwezi, vitu vyote, wanyama na ndege na milima zinaabudu huyu Mungu. So wakati Danieli alitupwa pale, walipomnusa simba wakasema, you are a worshiper like us. Praise the name of the living God. Wewe huyo Mungu naye abudu ndiye Mungu wetu, hatuwezi kuuza. Mfalme asubuhi akaamka mapema, akauliza Danieli, Mungu wako alikuokoa? Akamwambia, mfalme, uishi milele. Mungu ninaye muabudu hakukubalia, hakuniwacha hata katika tundu hili la simba. Haijalishi utatupwa wapi na wanadamu, but as long as you are a worshiper, in the mighty name of Jesus. Wanaweza kukuendea kibiashara, wanaweza jaribu kila njia wakulete chini, but as long as you are a worshiper, the God that you worship is a man of war. He is able to fight all your battles. Wanaweza kukudhihaki, lakini huyo Mungu atakutetea. Praise the name of the living God. Danieli akatolewa haraka haraka. Mfalme akatoa amri, akasema wale wote waliomwendea Danieli wakafanya hii sheria niandike, sasa ni wakati wao, wote wachukuliwe na jamii zao, pale pale watupwe. Biblia inasema walipotupwa hawakuwa wanaguza chini. Simba walikuwa wanasema, nyang'ao nyinyi ambao hamwabudu huyu Mungu wetu, tutamuonyesha. Praise the name of the living God. Hallelujah. When you become a worshiper, even the creation, praise the name of the living God. Hallelujah. Danieli, Joshua alisema jua na mwezi ukaweze kusimama. Ziko na masikio, zinajua. That is why the sun will not smite you. Hata wakitupa laana na spells na curses, wanasema leo jua ikitokea ipige hawa watu, wewe hautapigwa. Jina la Bwana lipewe sifa. Because you are a worshiper. Wakati Jona alikataa kutii huyu Mungu na kumwabudu, akaingia merikebu aende Tashishi, kila kitu baharini, upepo ukasema Jonah must go. Samaki wakasema Jonah must go. Maji baharini ikasema Jonah must go. Kukawa na upepo mkali, maji inatingiza merikebu, wakajaribu kurusha mizigo, wakaulizana ni kitu aina gani, hatujawahi kuona shida kama hii. Nani huyu ambaye anafanya mambo yafanyike? Jonah akajitokeza akasema ni nini?
mkinitupa mimi najua ule Mungu ninayemwabudu ndio hii maji yake imeleta shida, ndio hii upepo yake imeleta shida. Mkinitupa hii dhoruba itakwisha. Wakati Jona alitupwa, alimezwa na samaki. Kamwambia mjinga huu, kama hujui mahali uliko umetumwa, tutakupeleka express. Praise the name of the living God. Alipelekwa na Samaki Airways akiwa ndani ya tumbo. Akaenda akatapikwa nini, bakaenda kwenda fanya ile kazi ilitumwa. Praise the name of the living God. Hallelujah. Worship is so powerful. Ya kwamba wewe inafanya mpaka creation. Ukipanda mimea yako kama Isaac, because he was a worshiper, hata kama kuna kiangazi, jua inashindwa kuteketeza mimea yake. Praise the name of the living God. Alivuna 100% na ni wakati wa kiangazi. Hey, my God, I want to be a true worshiper, because when I become a true worshiper, even the creation, praise the name of the living God, will come to my aid, will come to support me in the name of Jesus. The greatness of worship is my message to every businessman today, to every pastor today. Can you become a true worshiper of the living God? Can you worship God without being ashamed of Him like David? That though David was a king, he was not ashamed of worshiping the King of Kings and the Lord of Lords. Praise the name of the living God. Many people, when they are blessed, many people, when they are lifted, they are ashamed of their God. Praise the name of the living God. Watu wengi kanisani, ukikuta mtu kamelala chini, kanamwaga makamasi kakilia, ukimuuliza ni nini atakwambia sijalipa nyumba miezi 6. Ukute mwingine kwa kawaida anapiga nduru, atakwambia nimefukuzwa nyumbani na mume wangu. Ukute mwingine kona ile akaniambiwa nimeandikiwa barua na auctioneers. Praise the name of the living God. Ni siku gani tutapata watu ambao wanakuja kuabudu, ukiwauliza wanakwambia nimeshangazwa na wema wa Bwana, nimeshangazwa na ukuu wa Bwana, mimi yale mambo Mungu amenitendea, mimi sistahili, mimi sijawahi ona Mungu kama huyu. Praise the name of the living God. Mimi ile jamii nimetoka, hakuna mtu ameshawahi kufika mahali nimefika. Nimeona matendo ya ukuu wake na niposa nimekuja kumwabudu. Praise the name of the living God. Wale ile makanisa huwa tunafanya kesha. Ukienda kwa maombi ya kesha, unaona Daudi alisema sitaingia kwa nyumba, sitalala kwa kitanda. That means alienda kukesha mbele za Bwana. Ukienda kwa ile maombi tunataka kukesha, kile ambacho unaweza pata pale ni baiskeli, motorbike, gari ukipata ni Probox ambayo imeandikwa washed by the blood of Jesus. Praise the name of the living God. Kwa sababu haina insurance. Jina Bwana ipewe sifa. Lakini kukuta ati Mercedes iko hapo, mtu alikuja kwa kesha. Watu wengi, unajua mimi nimekuwa nikifanya sasa kesha kwa miaka mingi zaidi ya 20. Watu wengine tulioanza na wao kesha wakabarikiwa, walienda hawako. Praise the name of the living God. Wengine walibarikiwa mabiashara, hawako. Wengine walibarikiwa jamii, hawako. Wengine walipata cheo, hawako. Na tulikuanga na wao kwa kesha, tunakuja kumwabudu Mungu siku mzima. Lakini walipobarikiwa hata kanisani, masaa yao ya kuja unayajua. Praise the name of the living God. Kwa sababu watu wengi, kile ambacho kinafanya wakaribie Mungu wakati mwingi, sio kwa sababu mioyo yao inataka Mungu, sio kwa sababu mioyo yao inamheshimu Mungu sana, ni kwa sababu ya vitu. Na watu wengi, that is why God said you cannot worship God and mammon. Mungu alisema kuna kitu moja tu huwa tunashindana nacho hapa duniani, na ni pesa. Money is a competitor of worship to our God.
Hata sisi wahubiri wengi tukipatiwa mali, there are very few people, let me tell you, who can be able to withstand the power of leeches. Very few people. Ati upatiwe bilioni moja siku ya leo, na ulimain vile ulivyo katika imani. Hapo ndio mzee unasikia akisema, sasa naona my wife hatoshi, ndio anaona makosa ya mke wake, ndio anaanza kutafuta mpango ya kando. So ukiona wazee wengine hapo na one wife, usiseme ni hole, utajua ni mtakatifu wakati mali itaingia na abaki na mke wake huyo mmoja, ndio utasema huyu jamaa anakuwa mtakatifu. Saa hizi inaweza kuwa sio utakatifu, ni bills anaogopa. Praise the name of the living God. Hallelujah. Watu wengi wakipata pesa, mioyo yao inaibiwa. Mioyo yao, ukiona mtu ameshika bilioni 1, 2, 3 na moyo wake haujatoka kwa Mungu, huyo mtu mheshimu. Heshimu matajiri ambao unaona kanisani. Heshimu watu wenye cheo wanaokuja kanisani kuabudu, waheshimu. Because there are very few people who can withstand the power of wealth and riches and positions in this life. There are very few people. When people become managers and CEOs, wanapopata cheo. Siku moja tulikuwa kanisani, a few years ago, tulikuwa na viongozi kadhaa wa kisiasa walikuwa wametutembelea. Kulikuwa na mmoja ambaye alikuwa governor, mwingine ni MP, mwingine alikuwa senator. They were having those positions. And after tulipomaliza ibada, tukaenda kwa ofisi tukikunywa chai. Mmoja, sitaki kutaja jina lake kwa sababu hata siku ya leo bado ni governor, akasema ile uwepo nimesikia hapa kanisani leo ni ile nilikuwa ninasikia tukiwa high school. So anakuambia, nikiwa high school I was a worshiper. I knew the presence of God. Praise the name of the living God. But today, many of them worship God when they had nothing. Today, they are not worshipers. Praise the name of the living God. They left the presence of God. Na wengi Mungu alikuwa amekusudia atawapeleka hata mbali zaidi, atawainua hata juu zaidi, because there is greatness in worship. Praise the name of the living God. Sasa kuna mtu akikuta amefunga biashara hivi, tasema nyinyi ni wajinga. Unaweza potezaje biashara ya siku moja? But you don't know, a moment of favor with God is greater than a lifetime of human effort. Kila wewe kifanyia kwa miaka 50, Mungu anaweza kuja siku moja akakubariki, akakufungulia mlango. Praise the name of the living God. Worship is not in vain. When you become a true worshiper, you are going to manifest your greatness. Kila kitu Mungu aliumba, samaki akaweka majini, mimea ikawekwa katika udongo, wanyama wakawekwa mahali kuna majani, vegetation. Mwanadamu akawekwa katika shamba la Edeni, mahali Mungu alikuwa anakuja kuwa na ushirika na yeye. Mwanadamu aliwekwa mahali ambapo ni pa kuabudu Mungu, na katika kuabudu magonjwa yake, umasikini wake na shida zake zinaondolewa, na anakuwa wa kumiliki. Kumiliki kwa mwanadamu kulikuwa kunatokana na kuabudu. Once you become a worshiper, your dominion, your greatness. Na because mambo ya shetani counterfeit. Sasa shetani alimwambia Yesu, njoo uniabudu. Hata mimi niko na hiyo spiritual key. Wale wanaoniabudu hata mimi nawapatia mali. Wale wanaoniabudu ninawapatia cheo. Lakini unajua Proverbs 10:22 inasema, the blessing of the Lord maketh rich and addeth no sorrow. Because mambo yale wamefanya, makafara wamefanya, wengine hata wametoa watoto wao
Si tunaona Mesha mfalme wa Moabi katika kitabu cha 2 Kings chapter 3 verse 26 pale, ukisoma utaona Mesha mfalme wa Moabi ilibidi ya sacrifice mtoto wake mzaliwa wa kwanza ili aweze kushinda vita na abaki katika cheo. Wengi wameabudu hata kupitia watoto wao ili wawe na cheo, but it is a blessing of the Lord that maketh rich. Tell God, oh God, I will remain to be a worshiper. I will remain to be a worshiper. My heart will not be taken away from you. Moyo wangu hautaondolewa kwako na cheo na mali na utajiri. Ninakataa Bwana. Oh my God, God is seeking for worshipers. There is greatness in worshiper. Wewe sema mimi nimekataa kuabudu mizimu, nimekataa kuabudu majini. Wengine wamefuga wanyama wanawalisha, lakini wewe kataa, hautaabudu miungu mingine. Mwambie Bwana, I dedicate myself to be a worshiper. Moyo wangu hautatolewa kwako. Utakaponipatia mali na utajiri, sitaenda kwa ukahaba, sitaweka mpango wa kando, sita compromise imani yangu. Mimi nitaendelea kukusimamia. Afadhali nipoteze mali, lakini nibaki na wewe. Wewe ndiye utajiri wangu mkubwa. Wewe ndiye kitu changu cha dhamana. Udhamana wangu wote ni wewe. Mwambie Bwana, gutura gwaku Ngai, ndikauma gwaku Mwathani, sitatoka kwako hata utakaponibariki, utakapoinua huduma yangu. Wahubiri wangapi wamebarikiwa wakarudi nyuma? Mwambie Bwana, nisaidie hata utakaponiinua, sitatolewa kwako. Rikabaganda bashanda. Mwambie Bwana, nitabaki katika magoti nikikuabudu. There is greatness in worship. If only you could become a worshiper in this life, you would see the greatness of God. If you want to become a worshiper, 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 God will give you dominion. God will give you dominion. Kama Danieli aliinuliwa katika nchi ya ugeni, ni nani Mungu anaweza shindwa kumuinua? Daniel was a worshiper. Hata katika nyumba yake there was a prayer room. Katika nyumba yake kulikuwa na chumba, na kwa sababu Solomon alikuwa amesema yeyote atakayeomba akitazama hii nyumba, Danieli akachukua lile neno, akawa anafungua madirisha yake, anaelekeza uso wake Yerusalema, anamwabudu Bwana. Will you remain to be a worshiper? When you are a millionaire, when you are a billionaire, when God gives you influence, when God gives you great riches and wealth, will you remain to be a worshiper? Mungu amepoteza watu wengi kwa sababu ya kuwabariki, kwa sababu ya kuwainua. Akawapoteza wakati aliwainua, wakati aliwabariki, wakati aliwapatia cheo, wakamgeuka, wakamwacha. Mbeleni walikuwa wanyenyekevu, mbeleni walikuwa wanamtafuta, lakini alipowainua, korabashanga baganda rikabaganda babosherebeanda. Will you remain to be a worshiper? Rikabaganda. Je, utamwabudu bila kuaibika? Oh, worship is the key to greatness. Worship is the key to riches. Rikabaganda. Wengine wangekuwa matajiri hata zaidi, lakini waliwacha kuabudu. Wengine Mungu angewainua, angewabariki zaidi, lakini waliwacha kuabudu. Usiwache kuabudu. Kuabudu ni kifunguo. Kuabudu ndio siri. Hii ni siri ya ufalme. Usiwache kuabudu. Usiwache kunyenyekea. Usiwache. Wacha kuaibika. Wacha kuaibika. Rekabaganda. Zamani ungemwaga machozi, haungeaibika.
Zamani ungepiga magoti, haungeaibika. Zamani ungeinua mikono, haungeaibika. Oh my God! Lakini kwa nini sasa moyo wako umenona? Moyo wako umenona, ndani yako umeona wewe ni mtu mkubwa. Oh, shakabaganda rekabaganda. Wana wa Israeli walinona mioyo yao wakati Mungu alishuka akaua wale wanono. Oh, hii sio kunona mwili. Kuna watu wananona moyo, wanakuwa wakubwa ndani, wakati mwingine wanakuwa wakubwa kuliko hata Mungu aliyewabariki. Wanakuwa wakubwa kuliko Mungu aliyewainua. Oh my God! Wanaanza kuongea kama Nebukadneza, wanasema hii Babelona si ni mimi nimejijengea kwa sababu ya utukufu wangu. Kataa. The Bible says where your treasure is, there your heart will also be. Mahali utajiri wako huko, moyo wako unabebwa na utajiri. Kama Mungu ndiye utajiri wako, atabeba moyo wako. Shakabagada. Nini hiyo imechukua moyo wako? Nini hiyo inabeba moyo wako? Kama Mungu ndiye utajiri mkubwa, kama Mungu ndiye unayedhamini, ataendelea kubeba moyo wako. Oh my God! Shatana baganda, rika baganda bashanda. Receive the grace of a worshiper. Receive the heart of a worshiper. Receive the anointing of a worshiper. Oh my God! The God of Daniel is our God. Rebabo Shaddai Rabi Mekahata. Tulilia kwa sababu ya shida, tulimwaga machozi kwa sababu ya shida. Tutamwaga machozi ya shukurani, tutalia kilio cha shukurani, tutalia kilio cha kuangalia ukuu wako, tutalia machozi ya kusema ni asante kwa sababu ya uaminifu wako. Rekabaganda bashanda, rekabaganda bashanda, rekabaganda bashanda, rekabaganda bashanda ba, rekabaganda bashanda ba, rekabaganda. Kwa kuinulia madhabahu hapa Kamukunji Bwana, katikati ya jiji, kwa kuinulia madhabahu kwaja kukuabudu. Tunasema ingine yote siyo miungu. Wewe ndiye Mungu, wewe ndiye Mungu peke yako. Wewe unastahili sifa, wewe unastahili heshima. Tumefunga biashara zetu siyo miungu. Wewe ndiye utupatia mali, siyo biashara. Biashara ni njia tu, na wewe unaweza tumia hata tai ukitaka kubariki. Hatuabudu biashara, hatuabudu kazi zetu, hatuabudu cheo chetu. Wewe ndiye tunayekuabudu, wewe ndiye tunayekuabudu. You are the source, you are the source, you are the source of our blessing, of our promotion, of our greatness. We worship you, we worship you, we worship you, we worship you. Kwa kuinulia madhabahu ya kukuabudu. Oh my God, watumishi wako wamefunga biashara zao wakisema ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe. Kama wazee 24 wametupa taji zao. Oh my God, wamesahau mali yao, wamesahau wateja wao, wamekuja kusema ni wewe, ni wewe. Wamekuja kusema ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe uliyewabariki, ni wewe uliyewainua, ni wewe Bwana. Hey, hey, hey. We worship you. We raise an altar of worship. Nairobi will worship the living God. Kenya will worship Kenya. Oh my God, wangapi wanajua
Kenya imeandikwa katika Biblia. Zefania 3:10 inasema nchi iliyo chini ya Ethiopia. Biblia inasema my people will bring me worship. Kenya is a worshiper nation. Kenya is a worshiper nation. Yes, Kenya will worship. Kenya will bring worship. Kenya will bring worship. Oh my God, ninaangalia miaka inayokuja, wakati tutakuwa na rais na magavana na wabunge na maseneta na wafanyi biashara wakubwa, wote wakiwa wamekusanyika wakiabudu, because Kenya, Kenya will bring worshiper. Kenya is a worshiper nation. Kenya is a worshiper. Kenya is a worshiper. We baptize Kenya. We baptize Kenya with the spirit of worship. We baptize Nairobi. We baptize Nairobi. We baptize Nairobi with the spirit of worship. Hizi nyimbo zinaimbwa kwa matatu. Watu wataleta fujo, watasema tuwekewe nyimbo za Injili. Sisi hatutaki hizi nyimbo zingine. Sisi hatutaki rege. Sisi tunataka kuabudu. Sisi tunataka kuabudu. Naona maspika zikiwekwa kwa street, zinawekwa nyimbo za sifa. Oh, mtu ananua tu kaspika, anaweka kwa street, anaweka USB, masaa 12 kuanzia asubuhi mpaka jioni. No kuambararia watheru, ni kumuinua huyu Mungu. Kenya is a worshiper nation. That is why we are in the streets of Nairobi, because Kenya will bring worship. According to Zephaniah chapter 3 and verse 10. Oh my God. Isaiah chapter 2 verse 2 inasema mlima wa Bwana utainuliwa kuliko milima mingine yote. Kuna milima inaonyesha madhabahu, milima inaonyesha mahali pa madhabahu, lakini Biblia inasema mlima wa Bwana utainuliwa kuliko milima mingine yote, kuliko madhabahu mengine yote. Kila mahali watu wanaenda kuabudu hawatapata nguvu. Wakienda kutafuta cheo kwa miungu mingine, kwa madhabahu mengine, hawatapata cheo. Ni mlima wa Bwana. Wakienda kutafuta utajiri, ile madhabahu itawaambia kunaye moja anaitwa mwana kondoo. Huyo ndiye anayepaswa kupokea utajiri, anapaswa kupokea heshima. Huyo amepokea kila kitu, enda umwabudu. Sisi hatuna chochote, enda umwabudu. Kenya Shakabaganda baburia Mekahata baganda bashanda Rekabaganda bashanda. Nataka tusimame kila mahali. Rekabaganda bashanda, because we are here to bring worship. Oh my God, kanisa, wacha niwaambie, this is not in vain. There is greatness in worship. There is greatness in worship. Ukuu wa taifa hili utaanza kuonekana katika kumwabudu Mungu. Wale wamepanga huu mkutano, this is prophetic. Biashara zenu zitapona. Oh, watoto wenu watapona. Oh, mambo yale pesa iwezi kufanya, Mungu atawafanyia. There is greatness in worship. The blessing of the Lord maketh rich and addeth no sorrow. Oh my God, every sorrow must go. Magonjwa yaliyoleta huzuni lazima yapone. Vizuizi vilivyoleta huzuni lazima siondoke. Mungu atawapanguza machozi ili muweze kumwabudu hata zaidi na zaidi na zaidi. Kori babu shanda kila baganda bashanda. Ukuu wenu, ukuu wetu
unapatikana katika kuabudu. Man is a worshiper. Anaweza kuabudu jiwe, anaweza abudu ng'ombe, anaweza abudu miti, anaweza abudu nyoka. Kama hajui anapaswa kumwabudu nani? But let me tell you, all of us, we are worshipers. Tunaweza kuabudu biashara zetu, tunaweza abudu cheo chetu, tunaweza abudu wake wetu, waume zetu, but we are all worshipers. It depends on what you are purposed to worship. You are a worshiper. You are created for worship. And your greatness is determined by what you worship. If you worship like Daniel, God can lift you anywhere. Mungu alimuinua Danieli Babylon. Mungu anaweza kukuinua mahali watu wanasema hapa ni kugumu, hapa biashara haiendi vizuri. When you become a worshiper, hapo ndio Mungu atakuinua. Wakati nilienda Nakuru, kuna watu waliniambia Mungu aliona tu akutume Nakuru, na vile Nakuru ni kugumu. Na yenyewe kusema kweli, mahali nilifungua kanisa mahali pa kwanza na nikahamia mahali pengine, hizo sehemu mbili makanisa ilikuwa imefungwa. Kila mahali nienda nilitumia viti vya kanisa iliyofungwa, na nikaanza kuona kama ile maneno niliambiwa ni kweli. Lakini nilipojua siri ya kunyenyekea na kumwabudu huyu Mungu, hakuna mahali Mungu hawezi kukubalikia. He is a way maker. He is a Messiah, our breaker. Praise the name of the living God. Hallelujah. Leo hatuoni ugumu wa Nakuru. Leo mataifa yote yatakuja Nakuru kumwabudu Mungu. Praise the name of the living God. Hallelujah. We are building a world revival center. Mahali kulisemekana ni kugumu, mataifa yote yatakuja pale kumwabudu Mungu. When you become a worshiper, everything else will bow before you. I want to encourage you. It doesn't matter the level that God raises you. Let your knees never go too far that you cannot come down and kneel before your God. Usikubali magoti yako yakaenda mbali sana, ya kwamba magoti yako hayawezi kuza pale chini. Wacha magoti yako yabaki pale chini. Because if you kneel before God, you can stand before any man. You can stand before any situation. If you kneel before God, cancer will bow before you. Praise the name of the living God. The spirit of death will bow before you. When you bow before Jehovah, everything else will bow before you. Danieli alijua hivyo, na kila asubuhi, kila saa sita na jioni angepiga magoti yake, hata kama alikuwa na cheo, na angemwabudu Mungu. Daudi alikuwa amejua hiyo siri. Morning, midday, in the evening, I'll praise thee. Alijua siri ya kumwabudu Mungu. Kanisa, shetani alimwambia Yesu, niinamie, niabudu, nitakupatia hizi falme na milki. Alikuwa anajua that is a spiritual key. Worship is a spiritual key. And that is why there are people who have worshipped other things. Na wako na mali kiasi. Na je, ukimwabudu Mungu wa miungu ambaye dunia yote na vyote vilivyomo ni mali yake, si uinue mikono yako dakika moja na umwambie, oh God, I dedicate my worship to you. You alone I will worship. You alone. You alone. You alone. You alone. I will worship you. I will worship you. I will worship you. I will worship you. Inua mikono yako, mwambie ni wewe. Mwambie Bwana, kuanzia siku ya leo, mwambie Bwana ni maagano. Mwambie Bwana, nitabaki kunyenyekea. Hata nikipatiwa jina kubwa,
hata nikipatiwa mali nyingi, hata nikipatiwa cheo. My worship belongs to you. My worship, my worshiper, my worshiper. Oh my God, walisifu katika gereza, milango ya gereza ikafunguka. Hauwezi fungiwa magereza ya magonjwa, magereza ya madeni, magereza ya separation and divorce. When you worship, hiyo magereza lazima yafunguke. Magereza lazima yafunguke. Hata magereza ya watoto wako lazima yafunguke. Walipo sifu na kumwabudu Bwana wakiwa gereza, Paulo na Sila, milango ya gereza ilifunguka. Vitu vyote vinamwabudu, vitu vyote vinamwabudu. Ukianza kuabudu, kila kitu kitakutii, kila kitu kitakutii. Dedicate yourself as a worshiper. Mwambie Mungu, I worship you. I will worship you. I will worship you. I will worship you. I will worship you. As you worship, every prison door is opening up. As you worship Him, sicknesses are going up. Oppression is being broken up. As you worship, the breaker is making a way for you. Oh my God, kuna wepesi Mungu atakupatia. Kuna watu watafanya mambo kwa wepesi. Unapomwabudu Mungu, kuna wepesi unaingia katika maisha yako. Utafanya mambo kwa wepesi. Mambo yale watu mangana kufanya, utayafanya kwa wepesi. Mungu atakusaidia. Mungu atakuwezesha. Utainuka kwa wepesi. Ndio, 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 ndio. Koribaboshanda mika hata baganda. Kuna watu wanapokea neema ya wepesi, neema ya wepesi. Kuna mahali itaingia kwa wepesi. Shakabaganda riba mika hata baganda. Baraka zako utazipata kwa wepesi, utajenga kwa wepesi. Oh my God, Mungu wa Nehemia atakusaidia kujenga. Oh my God, kuna watu watapiganiwa vita kwa wepesi. Mungu wa Danieli rekabaganda bashanda. Mungu wa Daudi ataibisha maadui. Rekabaganda Atapigana vita vyako. shatara baganda rekabaganda. Neema ya utajiri na shuka, utapata utajiri wako kwa wepesi. Mungu anayepatiana nguvu ya utajiri unapomwabudu, unapomwabudu, unapomwabudu. The grace of God is coming upon you. Hey, 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 hey. Mambo yale watu mangana kufanya, kila maroho ya kung'ang'ana toka, gona. Maroho ya kung'ang'ana, sisi hatutang'ang'ana. Tunamwabudu Jehova, ametutangulia, anatengeneza njia, anapigana vita. Hatutang'ang'ana, 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 hatutang'ang'ana. Tunapofika mwisho wa sehemu hii, wale wanaotufuata kwa social media, wale wamejiunga nasi pengine katikati ya ibada, hapa tuko katikati ya jiji la Nairobi na tuko katika mkutano ambao umeandaliwa na wafanyi biashara hapa Kamukunji. Wakafunga biashara zao ili siku ya leo wakaweze kumwabudu Mungu, na hili ni jambo wamekuwa wakifanya kwa miaka 9 iliyokwisha.
Nami Mungu akanipatia neno, akaniambia, enda uambie watu wangu, there is greatness in worship. If they worship me, I'll release their greatness. I'll release their greatness. Tell my people, this is the key to greatness. Worship. Unapofunga biashara zenu siku ya leo, hii siyo dini. Najua watu wamechukua mambo kama kawaida. Hii siyo dini. This is the secret of greatness and dominion. Mwenye alitoka na ufunuo, ninamwambia kama Petero, hii siyo mwili na damu, ili kufunulia ya kwamba watu wanaweza kufunga biashara, hawaogopi hasara ya siku mzima. Hii siyo mwili na damu, imekufunulia ni Baba wetu wa mbinguni. Alikupatia siri ya kwamba katika kumwabudu kuna kuinuliwa, kuna kuinuliwa. Na siku ya leo kuna watu Mungu anaweka alama kama kitabu cha Ezekiel vile kinavyosema, hata kama tunaishi nyakati zilizo na ugumu wa biashara, kuna watu Mungu anaweka alama. Anasema biashara zao hazitaenda chini, hazitarudi chini, wataendelea kuinuka, wataendelea kupanuka, wataendelea kumiliki. Yes! Oh my God! Wacha uwepo wa Mungu shuke juu yako. Mahali popote ulipo, utasikia kuna nguvu zimeingia ndani yako. Utasikia kuna uwepo umeingia ndani yako. Utasikia kuna neema imeshuka. Oh my God! Oh my God! Wengine utapata idea mpya. Wengine utafungua biashara ambao haukuwa naye. Oh my God! Kwa sababu kuna mambo mapya yanazaliwa. Ndio Bwana. Oh my God! Wengine umeshika hiki kifunguo cha kuabudu, na ni kifunguo kinachofanya wengine wainuliwe. Baba, naachilia uwepo wako juu ya wafanyi biashara hawa. Sasa wacha uwepo wako ushuke juu yao, ushuke juu yao. Unafungua milango mpya, unavunja nira, unatengeneza njia mahali hakuna njia, unabomoa miungu, dagoni zinaanguka. Hey! In the name of Jesus, in the name of Jesus, nguvu za uchawi hazina nafasi. Mizimu, nyoka zote za Farao zinamezwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Hakuna nguvu zingine zitakazostahimili nguvu zako. Uwepo wako unaingia hapa Kamukunji, uwepo wako unaingia hapa Nairobi yote itaanza kumwabudu. Every sekta ya biashara, hata matatu, kila sekta itaanza kumwabudu. Kwa maofisi wataanza kumwabudu. Judiciary itaanza kumwabudu. Kila mahali, bunge zote zitaanza kumwabudu. State House utaanza kuinuliwa. Kila mahali. Kenya is a worship nation, and I prophesy this is a season that Kenya will bring worship. Wafanyi biashara watafunga biashara katika miji tofauti. Watu watajaza mastadium wakimwabudu Jehova. Pokeeni hiyo neema imeshuka. Pokeeni hiyo neema imeshuka hapa. Pokeeni hiyo neema. Receive a double portion of the grace of God. I command every sickness be healed. Die from the root. Every devouring spirit, mambo yale uharibu pesa yenu siku ya leo hayataharibu tena. Oh my God. Oh my God. Oh my King. Shatarabaganda. Kuna watu wanawekwa roho wa sifa. Watakuwa wanaimba nyimbo hata wakifanya biashara. Watakuwa na mtiririko wa nyimbo. Watakuwa na mtiririko wa kumwabudu Bwana. Oh, kuna watu hawataogopa wakiingia kwa biashara.
watarudisha mlango, watapiga magoti, watainua mikono yao, watamwambia Bwana, wewe ndiye tegemeo. Hata kama kuna watu wanagonga, wanasema tunangojea kununua, watamwambia Bwana, kwanza wewe ingia kwanza, wewe nitangulie kwanza. Kuna watu hataogopa. Watu wakikupata umepiga magoti, hautaaibika, hautaibikia Mungu wako, hautaibikia Mungu wako, hautaibika kumwabudu. In the name of Jesus, iwe kwa biashara, iwe kwa ofisi, iwe kanisani. Ndio. Thank you, Jesus. Kenya will bring worship. Kamukunji has begun. Kenya will bring worship. Kenya will bring worship. Kenya is a worshiper nation. Kenya is a worshiper nation. Kenya is a worshiper nation. Kenya will bring worship. Let us worship the Lord with a clap of praise. Inua mikono yako mahali uliposema, Bwana Yesu, napokea neno lako na siri ya kuabudu. Nisamehe, nimeinua miungu mingine, nimedhamini mambo mengine kukuliko, lakini siku ya leo naomba unisamehe. Hakuna chochote kitachukua nafasi yako katika maisha yako. Nitakuabudu bila aibu, kwa sababu wewe ndiye Mungu wangu. Nipatie siku ya leo neema ya kuabudu. Ninaipokea kwa imani katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Pokea neema ya kuabudu Mungu kila mahali. Receive the grace of worship. Receive the grace of worship. Receive the grace of worship. Kuna watu wakaomba siku ya leo na haujampa Yesu maisha yako na unasema ningependa kuokoka. Biblia inasema katika kitabu cha Wakorintho, walimpatia Mungu roho zao, baadaye wakampatia mali yao. Mungu hana haja na mali yako kabla haujampa moyo wako. Ako na haja na moyo wako kuliko vile alivyo na haja na mali yako. You are there and today you are saying, I want to dedicate my life to Jesus. Nilikuwa nimerudi nyuma, sijawahi kumpa Yesu maisha yangu. I want to become a worshipper of the living God. I want to give my life to Jesus. Inua mkono wako juu mahali popote ulipo. Inua mkono juu vizuri. Asante kwa hiyo mkono. Hakuna haja ya kuibika. Inua juu. Asante. 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 Inua mkono juu. Mande hii inua juu vizuri. Yes, you want to give your life to Jesus. Asante. Kule nyuma, asante. 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 Inua hiyo mikono vizuri miwili. Funga macho yako. Nataka nikuombee. Wewe unayesema, I want to be a worshiper. Sitaki kuabudu vitu vingine. Hata kama unanitazama, nataka nikupatie nafasi as you watch from wherever you are. You are saying, I want to be a worshiper of the living God. I want to give my life to Jesus. Naona mikono mingi mpaka kule nyuma. Rudia hili ombi nyuma yangu mahali popote uliposema, Bwana Yesu, siku ya leo ninatubu dhambi na makosa yangu, na siku ya leo ninakupa maisha yangu niweze kukuabudu na kuishi maisha yatakayokupendeza. Nisamehe dhambi zangu zote, nisafishe kwa damu yako. Kuanzia siku ya leo nimekupa maisha yangu, nipokee. Amen. Baba, katika jina la Yesu, kuna wengi ambao wameinua mikono hapa, wengine hatuwaoni mahali walipo. Ninakuomba mahali popote walipo, neema yako ishuke juu yao, na ukubali mkono wako uwaguze na uingilie kati katika maisha yao ili waweze kutumikia. We give you praise and glory because Lord, you see in secret. May you take over their lives. In Jesus' name we pray. Amen. Tupigie Bwana Yesu makofi.
kuwapatia nafasi. I believe we have the miracle bath. Tuko na vitabu, naweza ziko. Tuko na vitabu ambazo huwa tunapatiana zinaitwa miracle bath. Tutaweza kuwapatia hiyo nafasi. Tunaweza ukaa chini wale wengine. Tungependa kumaliza session hii, tutaingia kwa session nyingine ambayo tutamwabudu Bwana na baadaye tutaomba pamoja. Tukimalizia, nilikuwa nimeombwa na chairman wetu ya kwamba nikimalizia session hii ni wapatie nafasi ya kuweza kumwabudu Mungu na matoleo yenu, kwa sababu ni madhabahu tumekuja kuminulia Bwana. Na kwa hivyo kupitia chairman wetu Bwana Peter Moturi na the committee walitamani siku ya leo kuweza kumwabudu Mungu na kumwinulia Mungu madhabahu. Giving is part of worship. It's not the only thing you can do. It begins by dedicating your heart to God. Ningependa kila mahali ulipo, chukua sadaka yako ya kumwabudu Mungu. Tuko na ushers na wale ambao wangependa kutoa kupitia M-Pesa. Nimeambiwa tunaweza kutoa na PayBill yetu ya mbci, lakini account uandike Kamukunji. Account ingekuwa Kamukunji Players, lakini tuandike tu Kamukunji. Hata kama uko online and you are giving, you are connecting with this grace at Kamukunji, the grace ambayo Mungu amependezwa nayo ya wafanyi biashara kufunga biashara na kumwabudu Mungu. I want to pray for our offerings, na tutakapokuwa tunatoa nitamkaribisha mwimbaji mmoja kwa jina la NJERU akuje aimbe wimbo huo dhoni wa vernacular ya Kikuyu, lakini napendezwa na huo wimbo ambao unasema tutika umango wako. Mungu husikia vibaya akibariki mtu alafu anamwacha. Tuendelee kumwabudu Mungu hata akitubariki. Let's pray for our worship offerings. Nitauliza ushers wakichukua hizo sadaka zote ziletwe hapa mbele, alafu tutaweza kuomba pamoja. Even as we dedicate these grounds today, we are still going to pray a prayer of dedication in Jesus' name. Sijasema PayBill number ni ngapi? PayBill number ni 807101. Ama ukitaka kutamka namba 33 ni 807101. 807101. Ukienda kwa account andika Kamukunji. Wale wanaotoa kupitia offering njia zingine zote, hizo sadaka ziletwe hapa mbele, alafu tutaweza kudedicate. Ni njia moja ya kudedicate kazi ya mikono yetu. When we are giving, it's also an opportunity to dedicate the work of our hands. So as we give, we are also going to dedicate the work of our hands, dedicate our businesses to God in the name of Jesus. Kutoa ni njia moja ya kumwambia Bwana, all that I have, all that I am, you have given unto me. Baba, tuingia katika sehemu nyingine ya kuabudu na mali yetu kama wafanyi biashara, kama watumishi, wahubiri na watu wanaofanya kazi tofauti. Wengine wananitazama hawako katika hapa Kamukunji, lakini wamekubali kujiunganisha na hii neema ya kukuabudu, kwa sababu kuna ukuu unaotokana na kukuabudu. As they give wherever they are, Lord, receive their sacrifices. And my God and my Savior, as I also dedicate their businesses, may you take over in the work of their hands. In Jesus' name we pray. Amen. So tutachukua nafasi kutoa, na ningeomba wale ambao wamempa Yesu maisha yao, tunapotoa unaweza kuja hapa mbele, kuna sehemu pande hii, would like to give you that book uende ujisomee. Asanteni kwa kujiunga pamoja nasi mahali popote mlipo. Ninajua kwamba tutakutana tena jioni ya leo kwa kesha,
na tutaendelea kumwabudu Mungu kwa sababu hatuwezi kuchoka kumwabudu huyu Mungu. Yeye anastahili.